nitakupaka afu nitakuchapa na mwiko. Leo kuna tukio pale nyumbani limejitokeza. Na kwenye shughuli yangu nataka yeyote atakayekuja pale anitunze pesa zote ya kungute mpaka mapochi. Nikiwaona nakimbia, naona utamu kuwadanganya. Njoo kesho, njoo. Unajua sio kwamba namnyanyasa. Sisi ndo tunajua ball control. Yaani wewe ninavyokujaga sijavaa chupi unakalili. Sasa baba, ile ni mikato tu. Chupi zinakaa ndani. Asante sana mwenyekiti. Kwa majina naitwa Ngawambala. Mimi nimetoka nyumba namba 149. Leo kuna tukio pale nyumbani limejitokeza. Ila sina mengi ya kuongea. Ataongea hapa mwenzangu zaidi. Sawa mama, karibu. Asante sana. Yaani mwenyekiti, pale nyumbani kumetokea tukio la wizi. Sasa sijajua huu mtaa umezidi wizi kiasi gani. Ni kitendo cha kuingia ndani mara moja na kutoka. Sufuria zangu sizikuti. Sasa sijajua huu mtaa wenu umezidi wizi kiasi gani. Hivi nyinyi ni wageni mmea hivi karibuni eh? Ndio. Tatizo lenu wapangaji huo mnapohamia kwenye miji ya watu. Mwenyekiti huwa anakuwa hana samani. Wala hamwezi kujali kwamba tukaripoti kwa mwenyekiti kwamba na sisi tu ni wakazi wa eneo husika. Mkishapata matatizo tu ndio mnajua kama kuna mwenyekiti. Mimi nifanyaje sasa? Lakini mwenyekiti, mimi nimeibiwa. Nimekuja kwa kufikisha taarifa. Sasa mimi nifanyaje? Unataka kuzipokea taarifa zetu na kuweza kufanya utafiti. Na wewe ni serikali ndogo mwenyekiti. Sasa mama, ungelijua hilo kwamba mimi ni serikali ndogo, ilikuwa ufike kabla hajatokea matatizo, uripoti kwamba nimehamia mtaani kwako. Sasa leo baada ya kuibiwa ndio mnajua umuhimu wa mwenyekiti. Hivi unamwelewa mke wako? Namuelewa vizuri. Ila mimi naona hapa msaada hamna. Mke wangu, hebu tuondoke, tutajua cha kufanya. Yaani inaonyesha nyinyi wakati huko mlipotoka mna shida sana. Na kama ulijua nilikuja kwenye jambo lako, na kama unajua nimekutunza mimi, naomba urudishie mtuzo wangu. Shughuli ninayo ya dada yangu, msije kusema mama Kanguba hajafanya shughuli. Shughuli ndio hiyo nafanya. Tena napita na maiki mtaani natangaza. Sasa wewe nilokutunza usije nyumbani kwangu. Baba nakufuata ngija. Tena sikufuati na hiki kidudu nilichokuwa nacho hapa na kuja kufuata na matarumbeta. Jamani, kama unanijua nilikutunza, na nataka mtoto wangu urudi. Nafanya shughuli ya dada yangu hii. Ukija kwenye shughuli utanikuta. Ukiniita mama Kanguba naenda kukalia kiti. Jambo nalo, jambo la tamba nalo. Mambo lele. Mshindo wenyewe tu. Unapokuja kwangu uje na shilingi 7,000 mkononi. Unapewa kijola chako, jipya dada. Ni tarehe 1 mwezi wa 5 shughuli ya udugu wangu. Yaani wewe udugu wangu una shughuli hata kuja kuniletea uzi shoga yangu? Ngoja niweke maiki pembeni. Kwanza shoga yangu, hivi mimi ningekuwa na shughuli nishindo kualika wewe. Shughuli ya yule dada yangu yule. Kwa hiyo jambo ninalo, jambo natamba nalo. Dada yako yule mwanajeshi. Huyo shoga yangu ndio mwenye shughuli yake. Mimi shughuli tu nimefanya kulibeba mgongoni. Sasa unajua mimi tena napenda kutoa kwa watu. Wakwambia ukitoka na wenzao wanakuja kwako. Kwa hiyo shoga yangu mimi ninapotoka kwenye shughuli za watu, kwa hiyo shughuli watu wanakuja kunilipa. Mipini dada. Ndugu yangu, kama shughuli hiyo dada yako, basi uendelea na shughuli zako. Ingekuwa kwako ndugu yangu ningejitahidi, ningejichanga. Sio unajua tena shoga. Vikoba madeni mikopo nimezoea. Hiyo ndo asili yangu. Mwenyekiti, nimefanya uchunguzi wangu na nimegundua huyu mwizi anaiba asubuhi na usiku. Sasa mpaka saa 11 vitu vyangu vyote nataka virudi nyumbani kwangu. Za saizi. Salama, karibu. Asante, shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema. Karibu, tupo kwenye kikao hapa. Karibu. Asante baba, nitakuja baadaye. Haya. Mwenyekiti, mimi nataka furaha ya mke wangu. Na maamuzi nitakayochukua tusije tukalaumiana.
Mwenyekiti, hii amani unaivuruga wewe mwenyewe. Ukitaka amani, itisha kikao na wananchi wako. Si umenielewa? Basi shogangu mimi mzee na kushangaa. Hata nyumbani kwako pale simsikii muha akigonga hodi. Yaani mimi mzee muone nikimsikia muha huko. Gonga hodi jamani. Mwambie mama hayupo, mama hayupo. Kwenye kikoba sasa. Nani leo hajatoa hela kikoba? Mama fulani. Twende tukamfuate. Yaani mimi najisikia raha, najisikia utamu vile ninapomfuata mtu jamani inapagawa. Yaani wewe kwa hiyo hujaleta kilo yote 9-10. Ela marejesho haijatimia, mimi nimebeba kifriji changu mama naenda kuweka bondi. Wewe ujisikii utamu? Ujisikii raha? Yaani mimi mzee mpaka najikuna. Yaani ile usingizi unakuja, unakata. Usingizi unakuja, unakata. Ndio unakuja unakataje kivipi? Ile mama yangu ela kikoba 22,000, wewe una 21,500. Bado 500 unapagawa udogo. Waacha wewe. Yaani usichoke. Habari ya mjini siku hizi kuchangamka dada. Ushindwe wewe tu. Yaani ile. Basi nitalifikiria shoga yangu. Sio kulifikiria. Wewe baki na ndoa yako, wenzao tubaki na michezo yetu. Kwa heri. Haya shoga yangu, endelea na kazi yako. Tangazo. Vikoba madeni mikopo nimezoea, hiyo ndo asili yangu. Nikiwaona nakimbia, naona utamu kuwadanganya. Njoo kesho, nakupa yote. Njoo kesho. Sasa hizi kaka. Salamu yako mimi inanisaidia nini? Hivyo edemu. Mimi pale naongea unacheka, ulikuwa unamaanisha nini? Niko nacheka na mambo yangu kwani vipi? Kwa mimi naongea habari za kusikitisha, za kuniumiza mimi. Nimeibiwa nyumbani kwangu. Alafu dakika za mwisho mimi naongea hapo unanicheka. Unamaanisha nini? Acha dharau wewe kinyao wewe. Hivyo unajielewa wewe? Yaani utoka potoka anza kuniambia mbaya za kuibia mimi zanihusu nini? Mimi ndo nimekuibia. Yaani umwache pale mke wako, umwache mwenyekiti uanze kunifuatilia mimi. Unatafuta nini kwangu wewe? Unatafuta nini kwangu wewe? Kwani usivumilie? Nikipokea mshahara wangu mwisho wa mwezi hapo, nitakupa 300,000. Mbona 300,000? Wewe unataka kuniharibia ndoa, nishakuona. Hiyo 300,000 yani umeshanimalizia shida zangu hivi. Nadaiwa kausha damu mimi, nadaiwa mchezo. Na vikundi hapo usinione hivi. Mimi mwenzako mama, unajua mama Ikaika. Yule bwana ndo maana asilimia niwezi. Unajua mwanamke kama maua unahitaji mbolea na maji kukumwagilizia. Yaani mimi mwenzako ukinichanganya zaidi nabeba mabegi nyumbani na hama. Watafuta nini kwangu wewe? Hakuna jambo unalitaka, sema kama unanitaka nikupe namba. Usianze kujilambwa salambwa sasa kutafuta mbali, usitoke mbali baba, karibu. Dada nataka namba zako nikupe. Yaani mimi nipate namba zako wewe kidampa wewe? Wewe mimi nichukue namba zako? Kidampa yule ulomwacha pale kwa mwenyekiti. Maana angekuwa sio kidampa usingemwacha ukanifuata mimi. Sijui unaelewa wewe? Unaniambiaje? Unaogopewa wewe, sikuogopi wala nini? Wewe unaniambiaje mimi? Wewe uniogopi mimi? Nitakubaruza, nitakuzibua wewe. Wewe kumbe unijui Alafu jiangalie. Wewe chula ni mtoto wa mwaka 2000 wewe. Nitakupiga. Sasa tuna ma stress zetu afu bado tunaleta mambo ya shamba. Acha bwana. Baby una vitu. Kushaanza kutangaza. Ugopi kushare na maisha ndo kayapatia. Hivi ndugu yangu, wewe nikuonye mara ngapi? Nakuuliza wewe, nikuonye mara ngapi ndugu yangu? Samehe brother. Yaani wanawake wote huko mtaani hujawaona mpaka kwa mke wangu. Hivi unajua uchungu wa mwanamke ndugu yangu wewe? Ushawahi kuoa wewe? Bro, hili ndo tulizo langu ujue. Mimi nafokewa na mabosi huko, natukanwa. Nikirudi nyumbani huyu ndo mfariji wangu. Kwa nini unashindwa kuwa muelewa rafiki yangu wewe? Au kitu gani unachokitaka kutoka kwangu? Wewe niambie kitu gani unachokitaka? Bro, mke anauma. Bro, mke anauma kuliko unapofikiria yani. Hivi mfano ingekuwa wewe ndio unafanyiwa haya unanifanyia mimi, ungejisikiaje? Samehe brother. Usiniambie habari kunisamehe. Umeelewa? Usiongee hivyo. Kwa sababu ni mara nyingi nakukanya, alafu naona bado unaendelea. Wewe unanichukuliaje? Unanichukulia mimi mpole, unanichukulia mimi bwege, unanichukulia mimi fara. Bro, mimi naweza ngakufanya kitu chochote afu nikakufanya kitu kibaya dunia nzima hiyo akanishangaa. Bro, ile ndio furaha yangu.
Yale mimi ndo maisha yangu, nina malengo mengi sana na ule mwanamke. Usitaki kunivuruga, tena usitaki kunivurugia. Sasa nakwambia, wewe unajifanya kidume. Naona umeshindwa kuwapata huko. Sasa umeona wewe vurugu zako zote uje kuzete kwa mke wangu. Sasa naomba nikwambie kitu. Umeona haya? Yaangalie vizuri haya. Sasa ukiendelea tena nitakupaka, afu nitakuchapa na mwiko. Bwege mmoja. Yaani mke wangu, hizi ni dharau gani unazoniletea? Yaani imefika wakati sasa mpaka unamleta mwanaume nyumbani kwangu. Hayo mambo yote unaonifanyia mimi nimeyakubali. Lakini wewe sasa hivi naona sasa unataka kunipanda kichwani. Kumbuka yani mke wangu. Wewe sio hawara. Yaani huko kote kwenye mabanda ya video mimi nashindwa hata kwenda nakaa hivi. Watu wananisaka kama mimi, yule mke wake chula maji, si mke wake nini? Yana kusaidia nini? Kuna wakati umri unatakiwa ubadilike. Wewe sasa hivi ni mtu mzima. Hayo mambo waachie wengine wajinga huko. Inafika kipindi mimi naumia. Nionee huruma basi. Kwani mimi kosa langu nini? Kukuoa wewe ndo kosa langu mimi? Mimi pia ni binadamu na nyongo. Nakuomba ubadilike. Naomba ubadilike mke wangu. Huko unakokwenda siko kabisa. Sasa hivi imefika wakati sasa unatembea hata nguo za ndani uvae. Una hakika gani? Mimi na uhakika hapo hujavaa. Nimevaa. Hujavaa. Kama umevaa chupi rangi gani hapo? Au chupi gani ulovaa wewe? Nimevaa ile ya kijivu. Ya kijivu hii hapa. Hii sio chupi yako ya kijivu? Haogopi kushare na maisha ndo kayapatia. Mi mtoto wa mjini, taniambia nini? Vikuba madeni mikopo nimezoea, hiyo ndo asili yangu. Nikiwaona nakimbia, naona utamu kuwadanganya.